Kama sisi wanawake inabidi tujue nini tunachokitaka ili iwe rahisi hata kuhusiana. Sasa kuna swali hapa. Je, ni sahihi kumueleza mwanaume anayokuja kutongoza msimamo wako? Ile mfano, unakuja kutongoza unataka kumwambia mimi sitaki sex kabla ya ndoa. Je, ni sahihi kumwambia hivyo au nisubiri akiletezo agenda ndio nimwambie? Kwanza hapo unauliza swali ukishakubali au kabla ya kukubali? Kubali mahusiano au baada? Kabla sijakubali. Kabla hujakubali? Okay. Sasa hii ni naweza nikasema haiwezi ikawa uniform kwa watu wote. Sawa? Hili ni jambo linahitaji hekima. Unanielewa vizuri? Linahitaji hekima. Sababu hauwezi ukawa eti mwanaume amekuja amekufuata anakuhitaji kimahusiano, hajakudai sex, wewe unaanza kuongelea sex. Ndio? Bado unajihami. Na kwa nini ujihami? Kama mimi ndo mwanaume na kuacha. Sinajua tu ataniambia wanaume wa siku hizi. Na kuacha. Tia maji sana. Umeona? Kwa hiyo lazima kuweza kumsoma huyo mwanaume ukoje. Sawa? Na kimsingi mambo ambayo atakuwa kukubaliana sio swala la sex. Unajua tatizo tukianza kuongelea mahusiano watu wanawaza sana sex. Sex yenyewe ni kipengele kidogo sana cha ndoa. Ni kipengele muhimu sana lakini ni kipengele kidogo sana. Ndio sawa. Hata sijui kwa nini mapambano makubwa yanakuwa kwenye sex. Nadhani pia ni kwa sababu ya namna ambavyo tumefundishwa. Ndio sawa. Yaani katika lidude likubwa lile la ndoa lile. Sex sijui inachukua asilimia ngapi pale. Kuna mambo kibao. Nadhani kipindi kile kilichopita niliongelea kidogo masuala ya ufahamu na mambo ya akili, mambo ya kiroho, mambo ya mwili yote. Lazima yatazame. Kwa hiyo kuhusiana kwamba nimwambie kwamba sio uhitaji hiki, sio uhitaji, mimi sipendelei useme hivyo. Sawa? Sipendelei useme hivyo. Lakini pia niwasaidie mabinti, sawa? Asilimia kubwa ya wanaume akitongoza atakudai sex. Sawa? Mpaka watumishi. Asilimia kubwa nimesema. Sawa? Lakini kama mwanamke una nguvu ya kuweza kwenda naye na akakuelewa, ila inabidi uwe na hekima. Ni sawa? Na kitu kimoja wapo ambacho inatakiwa kupanda kwa mwanaume ni akuonee huruma. Unaelewa vizuri hapo? Yaani badala ya kumtukana kwa mfano, kwa sababu saa zingine anaweza akaa unamwangalia kabisa unaona huyu jamaa mbona kama ana vigezo hivi. Ila hapo. Sawa? Ila nini? Hapo. Ndio mnapishana, si ndio? Yaani muoneshe ni kwa namna gani hicho kitu kitakuathiri wewe. Usimuoneshe jinsi gani yeye ni mbumbumbu hana akili kwa nini anakudai hilo. Okay? Unaelewa vizuri? Kwa sababu yaani katika namna ya kiuumbaji wanaume hicho kitu kina circulate sana kwenye akili. Tunaelewa? Kwa wakati mwingine ndio maana hata wakati mwingine nasemaga pia kama unahusiana na mwanaume pia hajawahi kabisa yani mnanielewa vizuri? Hata ile kwa mbali kabisa yani hapo napo inabidi kwanza kuwa makini. Mambo mengi siku hizi. Sawa? Mambo mengi siku hizi. Kwa hiyo utaki kuwa na makasiriko. Lugha nyepesi. Utaki kuwa na makasiriko, usimtukane ukaanza una akili. Tumishi, unaongea mambo kama haya. Kwanza ushukuru kaongea. Kama ni mtumishi, ushukuru kaongea. Maana unajua sasa hivi pia kuna majitu ni manafiki. Unaelewa? Jua ni mafundisho magumu lakini ndio hivyo. Tusaidie vijana, lazima tuseme. Amina. Lazima tuseme. Sawa? Ndio maana hata makanisani, si ndio? Au popote pale. Inawezekana labda wananyooshewa vidole sana watu ambao wamezaa kabla ya ndoa, si ndio?
wananyoshewa vidole mno, wanatukanwa sana. Ila humo kuna watu wako hapo wamepatiwa mimba na wamejikausha. Sawa? Ila kwa sababu haonekani au safi, ila hawa ndio wanashambuliwa. Sasa unaweza ukaa na mwanaume ambaye hataji sex lakini anajifanyia self service. Mnajua self service lakini niseme kama hili. Ndio maisha yake self service. Unaelewa? Unaelewa? Watu kwenye ndoa huko wanaeleza vitu vingi sana ambavyo hawakuzungumza huku nyuma. Sawa? Kwa ndio maana sometimes pia wanawake mwe na uwezo wa kuuliza maswali magumu kwa wanaume. Sawa? Maswali magumu kwamba unaishije? Ndakaniambia njoo ni tuishi sasa. Sasa sio kwenda kuishi. Sasa ujue anaishije. Ndakaniambia sina namna ya kuishi na kuhitaji wewe, ndio maana nimekuita. Sasa kama anasema ana namna ya kuishi, pia ujiulize aliishije kabla ya wewe. Na ataishije kama wewe huko. Topic ngumu. Okay. Kuna mwingine hakuambii kuhusiana na sex na wewe, lakini kumbe kuna mtu mwingine anafanya naye hizo issues, ila kwako anajifanya kama mwema. Mtu kama huyo pia naweza kumtambuaje na nifanyaje? Kumtambua ni ngumu. Kumtambua ni ngumu. Labda Mungu anaweza kukusaidia. Huenda pengine siku ukamkamata, si ndio? Ukabahatisha ka message au ukagundua tu au ukakosa amani, Mungu akusaidie. Ila kumchunguza mtu ni kitu kigumu sana. Sawa? Ila nadhani nishughulike zaidi na wewe. Kwamba wewe unajisikiaje? Si ndio? Yaani wewe hajakutendesha dhambi, si ndio? Ila yeye anafanya huko. Wewe unajisikiaje? Sio nzuri. Kwa wewe ni sawa? Sio sana. Hauna tabu nayo hilo swala au linakutesa? Sio sawa? Kama sio sawa unatakiwa uondoke. Uende mahali ambapo ni sawa. Sasa na vigezo vyote na mwachaji yani. Kwako wewe kwako ana kwako wewe, si ndio? Ana vigezo vyote. Sawa? Kwako wewe vigezo vyote, sawa? Anavyo. Ila wewe kwake una kigezo hauna. Kigezo hauna kwamba hauko tayari kumpa sex. Hicho kigezo kwake wewe hauna. Ni kujidhabihu wanasema. Chagua kimoja. Huwezi kuenda na mabwana wawili. Hapo uliposema kwamba ni ngumu sana kumchunguza mtu. Yaani ni vipi? Unamchunguzaje mtu? Kuna ile kwamba nilikuwa namwambia namuomba simu yake, naomba niangalie ili nicheck kama kuna message ametumiwa au namsikiliza. Yaani kuna namna fulani namfanyia investigation kwenye simu yake special au namchunguza kwa marafiki zake na kwa anawauliza. Hii kana 21 hii. Watu wana akili sana. Yaani kama akili zako zinaishia kwenye kuchunguza simu, hii kana 21 watu wana akili sana. Labda kama ni Zuzu. Zuzu natakamata. Zuzu natakamata. Sawa? Kama ni Zuzu natakamata. Lakini kama yuko smart, hata unashika simu masaa 24. Ndio maana mimi sipendi kusema watu wachunguzane, honest. Sawa? Ila napenda kusema watu wa adapt. Sawa? Yaani muda wa kumwangalia mtu na kupima huyu mtu alivyo, naweza kwenda naye. Sio kumchunguza. Yaani kumchunguza. My friend hapana. Huwezi kumchunguza mtu. Hiki kitu nakataa kabisa. Na kuna vitu hutakuja kujua mpaka umeingia kwenye ndoa.
Hata utasema kwamba nimemaliza hii kabisa, huyu kaka huyu nimemchunguza huyu kaka maisha yake. Ingia kwenye ndoa kuna vitu utagundua ambavyo hukuwahi kuviona. Sasa kama ukutana navyo vipi? Utakuwa surprise, utavunjika moyo, utaanza kuishi maisha ya hovyo, maisha mabaya. Kumbe unajitengenezea mazingira magumu wewe mwenyewe. Na sasa ndio yule nasemaga usimuumbe mtu kama unavyoona wewe, usimuumbe mtu. Sawa, usimuumbe mtu. Ishi katika uhalisia. Nilisema siku ile lione dubwana lije kama lilivyo, hilo dubwana lipime, ili dubwana naweza kuishi nalo, ili dubwana siliwezi. Tupa. Sasa sema namchunguza. Ndio, eti unakaa miaka mitatu unamchunguza mtu. Unaweza kumchunguza mtu? Simu hizi hapa, hizi simu hizi mtu anaweza akakupa simu, watu wako smart siku hizi, simu utakaa nayo na jamaa ana cheat na hutakuja kuona. Ndio umemkamata sijui wapi yuko na huyo mtu, ndio utashangaa. Na simu inawezekana uko nayo kila siku. Mimi hayo mahusiano tu ambao unaanza kusumbuka na simu, unateseka, uangalie simu wewe, kwa nini uanze kujistress hivyo? Control yourself, sawa? Jifunze wewe kujicontrol, sio kumcontrol mtu mwingine. Na hii kitu pia ni hatari kwenye mahusiano. Singekuwa kwenye mahusiano ukitaka kwenda kumcontrol mtu. Nenda kwenye mahusiano ukiwa tayari kujicontrol wewe. Ni nzuri zaidi. Itakusaidia na hayata kushinda. Asante coach, dozi ni